Kwa hiyo pale unapofuatilia mambo, unafuatilia huyu, umsikiliza yule, alafu huna taa ya kumilika, huna muongozo unaokuongoza, kwa sababu Muislamu lazima awe na muongozo na vipimo vya kubainisha haki na batil, sio akili yake peke yake, bali muongozo wa kidini. Mtu anasema sasa, ina maana mimi kwa umri wangu huu mtu anataka kunidanganya? Wadanganyika kirahisi tu wewe rahisi tu kudanganya. Mnafahamu? Usijiaminishe nafsi yako kwamba mimi mtu hawezi kunidanganya. Hapa nilipofikia hapa, fika mara mbili yake utadanganywa tu, maadamu huna muongozo wa kukuongoza kwenye haki, huna mizani ya kupambanua baina ya haki na batil. Muislamu aliye na mizani na vipimo vya sawasawa, kwa maana kwamba ana ilmu ya kujitambua na kuitambua dini yake, lakini pia ana mfumo na manhaji sahihi iliyojengwa katika misingi imara. Akisimama mtu wa batil, akianza tu ajua huyu khurafi, huyu shia, huyu kadiani, moja kwa moja kishajua huyu mwelekeo wake vipi, huyu ataka kusema nini, huyu ameanza hivi, huyu ataka kusema hivi. Tayari ana mizani ya kupambanua. Sasa kama huna mizani, alafu mwenyewe wasikiliza yoyote unemtaka, unayejisikia, kwa sababu ana sauti nzuri, kwa sababu ana uwezo wa kuelezea vizuri, kwa sababu akizungumza Kiingereza chake wakielewa sana, wamuelewa sana huyu shehe. Mimi namuelewa sana huyu shehe, mimi shehe namuelewa sana huyu. Sio wako namna hiyo, kishajichagulia mimi bwana hapa, mimi uniambii kitu kwa huyu, uniambii, mimi namuelewa sana. Lakini kwa kipimo kipi? Huna. Hatari yake kwenye jambo hilo, unaweza kuathiriwa katika upande wa itikadi yako, ima ukaingia katika bid'a au ukaingia katika shirk.